Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hiyo barabara, pamoja na hizo shilingi milioni 470 zililetwa kwa ajili ya kuikarabati ile barabara, kwa sababu barabara ile sisi ndio barabara yetu kuu ya uchumi, ikiwa inakwenda kutusogezea huduma za ukusanyaji wa mapato kwenye mnada wetu mkubwa, mnada wa soya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa, Mheshimiwa Rais alituahidi wanachemba kwamba atakwenda kutusaidia barabara ile, kwa kuwa ndio kitovu chetu cha uchumi, iende ikajengwe kwa kiwango cha lami. Tunaisubiri Mheshimiwa Waziri Mkuu ahadi hii ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara nyingine ambayo tulimwambia Mheshimiwa Rais, tulimuomba barabara yetu ya kutoka Dalai kwenda Churuku, Jangalo, Mlongia, lakini tunaungana kwa kule juu na vijiji vya dadangu Ashatu. Lakini pia barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tunaungana, kuna pacha ambayo jana Mheshimiwa Daktari Ashatu Kijaji alikuambia, na wewe uliwaambia Wanakondoa utakwenda kutusaidia kuibadilisha rangi na yenyewe iwe rangi nyeusi kwa maana ya lami. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii nayo ni sehemu ya kati ya barabara tulizomwasilishia Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara nyingine ya ukanda wa magharibi. Jimbo letu limegawanyika kanda mbili. Tuna ukanda wa mashariki, lakini tuna ukanda wa magharibi ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu tunapakana na wewe Singida, lakini tunapakana na wenzetu wa Hanang, tunapakana na wenzetu wa Manyoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara ya kutoka kwa Mtoro, Sanzawa mpaka Mpendo, kwa hatua ya awali Mheshimiwa Waziri Mkuu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini na wewe pia kama msimamizi wa Wizara ya TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya mvua nyingi kunyesha, tulieleta maombi ofisini kwako. Tunakushukuru wewe, ulitupatia shilingi milioni 74 kwa ajili ya ukarabati wa ile barabara. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini barabara nyingine Mheshimiwa Waziri Mkuu ni barabara ya kutoka Ilase kwenda Lahoda paka Handa, tunaenda kuungana na wenzetu wa Hanang. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii barabara na yenyewe tukuombe unyanyuke nayo, uende nayo ili uweze kutusaidia sisi wanachemba. Barabara hizi zikiimarika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wetu wataweza kuongeza kipato chao, lakini pili, serikali itaweza kuongeza mapato, kwa sababu hizi barabara na wilaya yetu sisi ni wakulima na wafugaji. Kutokana na miundombinu mibovu ya barabara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa tukipoteza mapato mengi, kwa sababu wanunuzi wa mazao yetu wamekuwa wakituletea bei ya chini kwa sababu tu ya ubovu wa miundombinu tulionayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara nyingine ambayo ni ya TANROADS, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni barabara ya kutoka Tanga Kibirashi inakuja Kiteto, inaingia kwetu wilaya ya Chemba pale Olboroti Mrijo, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu inakuja mpaka makao makuu yetu ya wilaya, inaenda kwa Mtoro, tunaenda kuunganisha na kwako jirani yetu Singida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii imekuwa ni kilio cha wanachemba zaidi ya miaka 30. Mheshimiwa Rais alituahidi, na Mheshimiwa Waziri Mkuu juzi wakati Wizara ya Uchukuzi wakizungumza walisema wako kwenye makubaliano na watu wa Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukuombe utusaidie kusukuma barabara hii ambayo ni barabara muhimu, barabara itakayoendelea kutusaidia wanachemba si tu kwa usafiri na usafirishaji, bali kuongeza na kukuza na kuleta chachu ya uchumi ndani ya wilaya yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine kwenye miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna daraja la Kelemasimba. Daraja hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamepita viongozi mbalimbali na wameenda kuendelea kuweka ahadi kwenye lile daraja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, daraja hili limeendelea kuondoa wenzetu kwa kupoteza maisha wakati wa msimu wa mvua. Tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, daraja hili lilisainiwa mkataba mwaka 2022, lakini limekaa miaka 4 mkandarasi bila kupata fedha, na hatimaye kupelekea mkandarasi kuterminate mkataba, na mkataba ule sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wangu na wananchi wetu wa wilaya ya Chemba wanatamani leo kusikia Mheshimiwa Waziri Mkuu, daraja la Kelemasimba nini hatima yake? Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine kwenye mambo ya ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulimuomba Mheshimiwa Rais
Sisi watu wa Chemba, Chemba yetu ni mji ambao unakwenda unakuwa, lakini mapato yetu tunayategemea sana kwenye swala zima la kilimo na mifugo. Lakini tukaona ili tuweze kuongeza mapato, tunaomba kupatiwa stendi ya kisasa pamoja na soko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninavyozungumza hapa, ni wiki 2 zilizopita tumekwenda kusaini mkataba na mkandarasi wa ujenzi wa stendi mpya ya kisasa ndani ya wilaya yetu ya Chemba. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utufikishie hizi salamu. Sisi ndio maana Chemba tunasema mama tunampenda paka tunaumwa, kwa sababu ya haya mambo mengi mazuri anayoendelea kutufanyia. Na haya tunaendelea kumuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaamini kwa kuwa na mapenzi mema na sisi watu wa Chemba, tunaamini yatakwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niingie kwenye sekta ya elimu, kwa maana elimu msingi, elimu sekondari pamoja na chuo chetu cha VETA. Mheshimiwa, tunamshukuru sana pia Mheshimiwa Rais, tumepata fedha bilioni 11 kwenye elimu sekondari. Tuna shule zetu za sekondari Mheshimiwa Waziri Mkuu, takribani kila kata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto kubwa tulionayo kutokana na uhaba mkubwa na ukubwa wa maeneo yetu tulionayo, swala la uwepo wa sekondari zetu kwenye kila kata. Vijiji vyetu ni vikubwa, vimetawanyika. Wanafunzi wetu wameendelea kutumia muda mwingi kutembea kwa ajili ya kuifuata shule mahali ilipo. Lakini watoto wetu hawa pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa wale ambao wanashindwa kwenda na kurudi, kutembea kilomita 10, 20 kwenda na kurudi, wazazi wao wameendelea kuchukua hatua za kuwapangishia makazi maeneo ambayo sio ya shule mitaani. Mheshimiwa, tumeendelea kushusha kiwango cha elimu kwa watoto wetu. Ombi letu wanachemba, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba kujengewa mabweni kwenye shule zetu za sekondari ili kuleta ulinzi na usalama na utulivu la kisomo kwa ajili ya watoto wetu, na hatimaye tuweze kuinua kiwango cha elimu kwa watoto wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu msingi tuna zaidi pia ya bilioni 5 ambazo zimekuja. Hata ukiangalia mkono wako wa kushoto Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya ni mambo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameboresha sana, ametusaidia sana kutuongezea madarasa, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado Chemba tuna changamoto kubwa ya vyumba vya madarasa, lakini na uchakavu mkubwa wa shule zetu ndani ya wilaya yetu. Lakini jingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu msingi tuna adha kubwa ya watumishi kwa maana ya walimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna hali mbaya sana, hususan walimu wa kike. Tuna shule kama 7 Mheshimiwa Waziri Mkuu, hazina mwalimu wa kike hata mmoja. Tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatambua jitihada kubwa za serikali wanazozifanya kwa ajili ya kuhakikisha wanatusogezea watumishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuombe upendeleo wa kipekee wilaya ya Chemba. Tunaombeni mtuongezee watumishi. Watumishi wale 7 wa elimu tulipata, lakini kama yetu bado tumejaribu kufanya msawazo, lakini bado haukidhi mahitaji. Kwa tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kuondoka nalo hili ili uweze kutusaidia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu ya ufundi kwa maana ya chuo chetu cha VETA. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa serikali mnayoendelea kuifanya. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipatiwa shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha VETA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chuo kile na wewe tumepita umekiona. Ni chuo kizuri na kinafanya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumshukuru pia Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu. Baada ya uteuzi wake tu, ziara yake ya kwanza alikuja wilaya ya Chemba, chuo chetu cha VETA. Alikuja kwa ajili ya kutuletea vifaa vya kisasa vya kufundisha na kufundishia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio hilo tu, tuliweza kumwambia changamoto tulizo nazo. Tunavyoongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, VETA tulikuwa hatuna uzio. Serikali mmetupatia shilingi milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa VETA ili chuo chetu na watoto wetu waweze kukaa maeneo yaliyo salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mafunzo yako mbalimbali. Lakini chuo cha VETA Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatamani
kiweze kuongeza masomo yanayoendana na mazingira ya maeneo yetu. Tumesema wanachemba ni wakulima na wafugaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatamani kuongezewa masomo ya kilimo lakini pamoja na ufugaji, ili chuo hiki kiweze kutusaidia kutumia mazingira yetu kwa ajili ya kuweza kukuza uchumi wa kipato chetu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la watumishi ndani ya halmashauri ya Chemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna watumishi wachache. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipokuwa nachangia hotuba yako ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nilikuomba uweze kutusaidia tuweze kupata watumishi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, adha kubwa tunaoipata wanachemba, watumishi wetu mnapowapanga kwenye maeneo yetu, kwa kuwa hatuna nyumba za watumishi, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia hata nyumba za upangaji kwenye maeneo yetu, kwenye kata zetu na vijiji vyetu, hatuna nyumba za wananchi wetu ambao wamepanga kwa ajili ya kuwapangisha watumishi. Kwa hiyo imekuwa watumishi wakija, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanachukua cheki namba ama wanasajiliwa hapa, wakimaliza wanaenda kuomba uhamisho ili waende wakaishi kwenye maeneo ambayo yana huduma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe serikali na taasisi zake ambazo zinaweza kutusaidia, si kwa 100%, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata wakitusaidia kwa 10% itakuwa mmetupigia hatua sana. Tunaomba taasisi zetu National Housing, lakini tunawaombe TPA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuwaombe watumishi housing, angalau kila mmoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, akipewa hata nyumba 10, tukawapeleka kwenye zile kata na vijiji ambavyo viko pembezoni, wakatujengea nyumba, tutaweza kupata watumishi watakaoweza kuishi hapa na kuweza kuwahudumia wanachemba, na hatimaye tabasamu la mama likaweza kuwafikia wananchi wetu wa Chemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako mengi wanachemba, na natamani wanachemba na wao waje waseme. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, nizungumzie sekta ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sekta yetu ya maji, wanachemba bado tuna adha ya maji. Tunawashukuru sana wizara, na dada yangu mdogo wangu Mwajuma leo yuko hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye swala la maji nianze na mradi wa miji 28. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, baada ya yeye kuingia madarakani tumeweza kupata fursa ya utekelezaji wa maji wa miji 28 ambao ulikaa kwenye vitabu kwa muda mrefu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu ilikuwa tukabidhiwe tangu mwaka jana mwezi wa 10, lakini ikashindikana, tukaambiwa mwaka huu mwezi wa 4 tarehe 30 tungeweza kupata fursa wanachemba kukabidhiwa mradi huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana kwa wewe kutenga muda wako na kuweza kupita kwenye eneo la ule mradi. Tusaidie Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu tuwasukume wakandarasi amalize kazi ili mji wa Chemba na viunga vyake, wananchi wetu waweze kupata maji ya uhakika ili waendelee kufanya shughuli zao mbalimbali za kiuchumi.